Mwambie sasa mamako. Vipi Chuki? Kulikoni? Unalia nini Chuki? Unalia nini? Chuki. Usimwambie. Asikucheleweshe. Hapa unavyoniona nimetoka shule. Na hii ni barua ya kwake. Mwanao ni mjamzito. Mungu wangu. Chuki mjamzito. Baba Chuki. Chuki ni mjamzito jamani. Mungu wangu Chuki, nitaiweka wapi sura yangu mimi Chuki? Ni kwangu tegemea mwanangu. Nimechukua mikopo kukusomesha Chuki mwanangu. Leo unaenda kuniumbua, nitaweka wapi sura yangu hii? Mimi nilikuwa nategemea mlembo wangu wewe, leo amekupia tia mimba Chuki. Chuki umeniumbua mimi jamani. Jamani Chuki umeniumbua mimi mama yako jamani. Chuki umeniumbua mimi jamani mama yako mimi jamani. Nitafanya nini mimi? Wadogo zako wanakutegemea Chuki. Nimechukua mikopo mimi, nimeuza vitu kwa ajili yako Chuki. Si useme. Atoka hapa. Chuki kanichanganya jamani. Chuki ni mjamzito. Nisikilize. Naanza kwanza na aliyempa mimba. Nitaanza naye. Halafu baada ya hapa nitamalizana na yeye huyu. Chuki kweli kaniumbua mimi jamani. Kumbavu. Chuki mjamzito. Sijui nitafanyaje mimi. Familia inaendeleaje? Hawajambo, tunamshukuru Mungu. Ndio. Tunaendelea vizuri kiangazi. Ndio. Karibuni sana nyinyi. Asante sana. Kabla ya kuongea hapo kutamka neno langu mbele, niombe kwanza nitangulize samahani. Sawa. Kwanza nitangulize samahani kwa neno nitakaoenda kuliongea hapo mbele. Mimi ni mjomba wa kijana wangu hapa. Mimi ni kaka wa mama yake, ina maana ni mjomba wake. Mjomba wangu huyu ndo aliyomtia mimba binti yako. Unasemaje wewe? Kama tunatanguliza samahani. Nasema unasemaje? Hivi wewe ulikuwa nakutafuta mwenda wazimu wewe. Yaani wewe wakuharibia mwanangu wewe? Unajua gharama ya mtoto wewe? Matunzo ya mtoto najua wewe.
Samahani mzee mwenzangu. Ndio maana unanifahamu vizuri. Unanifahamu vizuri mimi. Punguza jazba mzee mwenzangu. Tuongee. Nimekosa. Tuongee mzee mwenzangu. Samahani sana. Ndio maana nimekuja kwa ajili ya samahani. Kwanza najua inauma sana. Kidogo wewe ingekuwa enzi zangu wewe. Shakubomoa saa nyingi hapa mimi. Samahani, ndio maana tumekuja kuomba. Hivi unajua gharama ya mtoto wewe? Mzee mwenzangu, kumlea kutoka akiwa mdogo mpaka anakwenda shule. Mzee mwenzangu, wewe gharama zake unazijua? Unaweza rudisha hizo gharama wewe? Mzee mwenzangu, mimi niombe samahani kama nilivyotanguliza. Najua haya mambo ni yanauma sana. Nisikilize, maswala ya kuniita mimi mzee mwenzio kwa huyu puuzi aliyofanya huyu hapa. Huwezi kuendelea kuniambia mimi mzee mwenzio. Mzee mwenzio vipi bwana? Unajua mzee mwenzangu, haya mambo yana nani? Yanaongeleka. Yanaongeleka. Kwa hii mimi naomba ni samahani yangu mzee mwenzangu. Najua linauma sana. Hususan binti kukatishwa ndoto zake. Mjomba, umeona shida hii? Hii mimi naomba samahani. Natanguliza samahani. Kisha wewe ni mzee mwenzangu. Samahani sana. Sasa sikiliza. Mimi nilijua mmekuja tu kama Waswahili hivyo, propaganda nyingi, maneno mengi. Ndio. Lakini kumbe mmekuja kiume. Sawa. Mmekuja kiume. Kila mzigo mwanangu mdogo. Ni kweli hii tumetanguliza kama kuomba samahani tu. Nafikiri baada ya kuongea na alipolikwida kama na nilivyoona pesa. Baada ya kuja. Mjomba. Naam, habari. Sema kabisa. Ndio. Upo? Seleman. Niambie ndugu. Wa Dakota. Umalizaje maneno yako wewe? Vipi, mbona wewe kijana mwongo sana? Mjomba, nimekudanganya nini tena? Mjomba, kuna mambo tunaidiana bwana. Mjomba, unajua sasa hivi maisha magumu. Mjomba. Mjomba bwana, sasa hivi unajua nina mambo mengi na sahau. Lakini mgomba upo. Mimi baadaye nitakuletea mjomba. Na huku unatoka wapi? Nimetoka serikali za mitaa hapo ofisini bwana. Kuna nini tena? Kila siku wanatangaza tena mjomba na wewe. Tumetoka kujiandikisha kwenye daftari la mpiga kura na kuchukua vitambulisho. Hivi mjomba una akili wewe? Unapoteza muda kabisa kwa ajili ya huu uchafu kitambulisho hiki. Kinakusaidia nini wewe? Yashakuwa hayo tena. Mjomba, hao viongozi unaohangaika wanakusaidia nini wewe? Sasa mjomba, sio kwamba nahangaika. Hivi unajua mjomba, hata ukiangalia hii mitaa yetu jinsi ilivyokaa hovyo. Hii mipango miji unadhani anafikaje hapa bila tusipowachagua viongozi ambao wanatufaa? Sele, hebu acha ujinga basi. Maana nimekaa na kusikiza naona unaongea upumbavu tu. Yaani mimi sijategemea unaacha muda wako, unaenda kupoteza muda. Yaani kabisa Sele, tangia nikufahamu Sele wewe una maisha magumu, sijai kuona umebadilika. Hiyo serikali imekubadilisha nini? Serikali imekusaidia nini Sele? Unapoteza muda wako, wanakupa hela huko. Tumia akili Sele, wewe ni kijana, muda kama ungehitajika kufanya kazi hiyo. Ungehitajika kupambania familia yako. Eti umekaa kabisa ng'wanu serikali za mitaa unaenda kujiandikisha. Wewe ni mpumbavu kweli Sele. Bwana, na ni kweli naweza nikawa mpumbavu, mjinga, napoteza muda, lakini hicho kitu mimi ninachokifanya ni haki, yani kwangu mimi nasikia raha. Sababu unaenda kuchagua viongozi ninaotaka mimi bila kelele yoyote, na tunatengeneza maendeleo ya baadaye kwa ajili ya watoto wetu, nitapata rais mzuri, nitapata mwenyekiti mzuri, mbunge mzuri, diwani mzuri ninayemtaka mimi, na tunatengeneza maisha ya baadaye kwa watoto wetu. Sele, jomba, kashakunywa maji ya bendera, atashauri. Hebu mnisikilize kwanza. Sele, ushakunywa maji ya bendera, endelea. Lakini kaeni mkijua, sawa? Ukishakuwa na kitambulisho cha mpiga kura au ukijiandikisha kwenye daftari la mpiga kura, unachagua kiongozi unayemtaka wewe. Kaeni mkijua hilo, utampata diwani unayemtaka wewe, mwenyekiti unayemtaka wewe, rais unayemtaka wewe, hata wabunge, mawaziri. Utachagua mtu ambaye atakuongoza kwa amani. Mna shida gani bwana nyinyi? Hamna maana. Kweli mimi mjinga? Acha niwe mjinga.
Nyie wamenikela sana. Wapo vijana wapumbavu kama hao. Mkajiandikisha hivyo hivyo. Mkajiandikisha, fanyeni hivyo. Wajinga kabisa. Hodi. Karibu, karibu. Asante, habari zako? Salama, karibu. Asante, familia inaendelea? Tunamshukuru Mungu wazima kabisa. Sawa. Marahaba, ujambo? Jambo. Karibu. Asante, mheshimiwa tumemkuta? Mheshimiwa yupo. Asante, asante. Karibuni. Ngoja ni mwenzi. Baba Chuku, kuna wageni nje. Sawa. Aha, karibuni jamaa. Asante. Ndio. Asante. Kwema. Kwema kabisa. Za huko mtokako? Salama, vipi leo? Tunamshukuru Mungu. Kwema kabisa. Tunamshukuru Mungu kabisa. Ndio. Karibuni sana. Si bila kupoteza muda. Tumekuja kwenye miadi yetu. Kwanza mimi ninashukuru sana. Kuhusiana na swala baki ile ya fedha halina tatizo. Lishamalizika. Jambo ambalo natamani kusema, muende mkaishi maisha mazuri. Sio mara siku 2-3 imetokea mara mmepigana, mara mmegombana, makesi yanakuwa ajabu ajabu, hapana. Kwa moyo kabisa nimeridhia mkakae na binti yangu. Nashukuru. Niwatakie maisha mazuri, maisha marefu yenye baraka. Itakuwa jambo la baraka sana. Amen. Mama Chuki. Mume wangu. Basi, pita yule binti. Aweze kwenda. Chuki mwanangu. Watu hapa wanakuja kuchukua manani. Naona mzee mapema kabisa. Melala unatuwaza nini? Hapana. Kuna hamasa ya daftari la kudumu la mpiga kula. Wanatusumbua tu, halina maana yoyote. Mwanangu. Mimi nikutakia maisha mazuri yenye baraka. Maneno mawili tu niseme kwa uvumilivu na kuchukuliana. Hata unaona mimi niko na mama yako hapa. Tunavumiliana. Ndio maana leo tumefika. Kwa hiyo mimi nikutakia maisha mazuri. Jomba mtu. Ndio kwanza nikutoe shaka mzee. Asante, nashukuru. Nikutoe shaka. Asante. Binti yako karibu tena. Chuki mwanangu, unakoenda ni ugenini. Unakoenda mwanangu, uende ukawapende wakwe zako. Unakoenda kuna watu wazima kama mimi. Kila unayemuona umheshimu. Umesikia mwanangu? Kule unakoenda achana na makundi, achana na mambo yote ambayo ya shule ulikuwa unayacheza. Umesikia mwanangu? Nakupenda sana mwanangu. Ila usisahau kumshawishi mume wako mwende mkapige kula. Mama Chuki. Maneno ni mengi sana unayomwambia. Maneno machache tu haya anaweza yakashika, lakini ukimweleza mengi anaweza akayasahau. Mume wangu ninayomuhusia mwanangu yana umuhimu. Ibada tena usisahau mwanangu, umesikia? Ile inaniumiza sana mwanangu. Yaani unaumia sana kukutoa kwa bado mtoto mdogo hivi. Mama, maneno machache yanatosha. Utamwambia mengi atayasahau. Mume wangu leo inauma, mtoto alikuwa mdogo. Basi tumruhusu tu aende. Haya mama. Maisha mema. Yaani mimi siwafichi. Siwafi? Hali mbaya. Alafu serikali yetu mbovu kinoma. Unajua ni mbovu? Hamna maendeleo kwa vijana. Tupo tu. Hatuelewi tunaelekea wapi, tunaishia wapi. Alafu kuna watu wetu watakuja, twendeni tukajiandikisha kwenye daftari la kupiga kura.
Hivi mnajua Mgunda kuwa anawapoteza huko. Mimi kitu nilichowaambia ni kitu live kabisa jamani. Hebu tuendelee tukajiandikishe ndugu zangu sisi vijana. Tuachane mambo ya kikoloni, mambo ya kipumbavu. Sababu sisi ndio vijana, umeona Na mambo ambayo yanakuja, unaona sasa hivi yani wenye kiti ni vijana, unaona watendaji nini, umeona? Inapoelekea baadaye tutakuwa marais vijana sisi wenyewe. Tunafanya kila tunachokifanya basi Sele, acha kuwamezesha watu ujinga wako kila siku nakwambia. Hamna faida yoyote hayo mambo unayozungumza. Tuambie basi tunapata faida gani sisi? Yeye msema, wewe kuna faida unaipata? Anachosema huyu sahihi. Kumbe ndo wale. Kweli kabisa. Kweli. Ni unaona? Yaani huyu anachosema ni ukweli kabisa. Umeona? Yaani wewe Sele, hiyo tabia ya kuwamezesha watu ujinga, naona bado inaendelea. Sio kwamba nawamezesha ujinga. Yaani wewe ndo unatupotosha sisi. Mimi nawapotosha. Shem. Karibu. Yaani wewe mwanamume umetoka toka asubuhi mpaka sasa hivi ni muda gani? Hebu angalia saa yako sasa ngapi? Si naongea na wewe. Yaani mwanamume umeniaga toka saa 12 mpaka sasa hivi upo kijiweni. Unadiriki kukaa mpaka muda huu na wakati mimi unajua kabisa nanyonyesha. Naongea na wewe usinionyeshe ndevu kama stilio haya. Naomba uniheshimu wewe. Sawa, tuheshimiane. Sitaki kuongea sasa hivi hapa. Shauri yako. Wewe ni mume wangu. Napaswa kukufuata sehemu yoyote ulipo. Kwa nini unanizuia? Muda wote unashinda vijiweni. Unajua sisi tunakula nini nyumbani? Mwanamume gani ambaye hujielewi? Hivi unadhani majukumu yangu mimi siyajui? Unajua kabisa, unajua fika kabisa, kwamba sasa hivi sina kazi, vibarua vigumu, mafundi wenyewe wa ujenzi wanachaguana ndugu kwa ndugu. Sasa Zele, unajua Zele, wewe unakuja hapa kutupigia siasa zako ambazo hazieleweki. Mara tukajiandikisha kwenye daftari la mpiga kura. Shemeji anakuja hana hiyo hela kula. Ndio mlikuwa mnaungana naye, si ndio? Jamaa anazingua. Umeona? Ndio anawaambia hamna faida yoyote ya kwenda kujiandikisha. Unajua tukiachana na mambo ya serikali, haya ni mambo ya kifamilia. Sawa, na mambo ya serikali achana nayo. Sio mambo ya serikali. Hiyo serikali ndio inaleta miundombinu ambayo wewe inakusaidia kama kijana. Ndio ujue serikali yako ni mbovu. Hamna chochote, hamna rais, hamna madiwani, hamna wabunge, hamna nini. Ni upumbavu mtupu tunaoletea watu. Alafu unasema mimi nitoe kwa watu zangu ngwa nikajiandikishe. Wewe ujinga kwa nafika Sela ushakuwa mtu mzima, ndio maana nikwambia sijawahi kukuona umebadilika, sijawahi kuona nini. Ujue kwamba serikali yetu mbovu haitusaidii kwa lolote kwa chochote. Kwa Sela mimi ninavyokuambia, siwezi niona nikatoa miguu yangu nikaenda kujiandikisha. Vijana wenzangu jamani. Kuna nini tena? Serikali imefanya nini? Namwambia huyu anyanyuke hapa akajiandikishe. Ni kweli kwenda kujiandikisha. Ndio tunabishana hapa. Ila tukirudi swala hapo nyuma ambao analaumu serikali, sio kweli. Serikali ya awamu ya 6 ya Mama Samia Suluhu Hassan imefanya kazi kubwa sana. Imetenga 4% kwa vijana, 2% kwa walemavu na 2% kwa kina mama. Yote hiyo ni kwa ajili ya kuweza kuhakikisha sisi wananchi wote tunaishi vyema. Sasa mnapokuwa mnawalaumu mimi inakuwa inanishangaza kidogo. Nyie wewe umejiandikisha? Hapana. Sasa kama hujajiandikisha utaendaje kuchukua hiyo mikopo ya 2% bila kitambulisho? Mnakaa hamtafuti elimu yoyote na kazi ya kulaumu serikali. Serikali. Sasa serikali kufuata hapa yote. Huo mkopo upo. Ikufuate je ikupe hapa wewe mwenyewe hujafanya jitihada za kwenda kuchukua. Na kama ajira zipo nyingi sana. Kwanza hamuoni mfano mzuri kwa vijana wenzetu hapa. Tukianza kwanza na mbunge wa Dodoma mjini, Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde. Kuna kijana pale mchapakazi, mwenyekiti wa mkoa UVCCM Abdul Habib Mwanyemba. Tuna diwani wetu hapa Daudi Mkandi. Mbona anafanya mambo makubwa sana? Hebu angalia umeme huu. Kata nzima ya Mkungu, umeme umesambaa. Mambo yote yanasababisha yeye diwani wetu. Na barabara kila mtaa. Kila sehemu. Mwenyekiti wetu hapa Jacobo. Unaona mambo kabisa yanaenda vizuri. Na barabara hizo sio kwamba barabara za vumbi tu, ni lami kabisa. Si ndio mwe na mshangao? Yaani ni lami, vitu vimenyoka. Tuna mwenyekiti wetu hapa wa vijana UVCCM kata Nkungu, Harry Wilson Mpolo. Ni vijana wenye mfano wa kuigwa. Sisi tunatakiwa tuige upambanaji wao wale ili tuweze kufikia malengo yetu, sio kukaa tu sehemu kama hizi tunalaumu, hatutaweza kufikia malengo yetu. Kwa hiyo mimi nawashauri nyie kama vijana wenzangu, tuige mfano kupitia vijana wenzetu hawa ambao nimewataja hapo. Pia na wengine ambao wapo wengi. Maana nikisema niwataja hapa siwezi nikamaliza. Tuchape kazi. Serikali haina makosa.
pia msiache kujiandikisha ndugu zangu. Kama umejiandikisha ni kitu cha muhimu umefanya. Ndugu yangu nao usiache ukajiandikishe. Nadhani mimi yangu ni hayo. Kwa mwenye akili atashikilia, ambaye hana akili Habari karani? Karibu sana mzee. Asante karani. Nimekuja kujiandikisha daftari la kudumu la mpiga kura. Karibu sana. Natanguliza pongezi za dhati kwa kuja kujiandikisha katika daftari la kudumu la mpiga kura, kwa sababu watu wengi wako huko nje wanaona kama kuja kujiandikisha katika daftari ni ushamba au wanaona ni kupoteza muda, lakini sio hivyo. Sio hivyo, wewe mwenyewe unaweza kujiuliza kwa nini nimekuja kujiandikisha katika daftari la mpiga kura. Nakupa sababu 3 za msingi. Sababu ya kwanza, kuchagua viongozi bora, nikimaanisha kwamba utapata nafasi ya kuchagua viongozi wenye uwezo wa kuleta maendeleo katika shughuli za maslahi katika jamii yetu. Sababu ya pili ni kuhakikisha uwakilishi wa wananchi kupiga kura. Wananchi hupata viongozi wanaowakilisha kwenye maamuzi yao moja kwa moja. Yaani nikimaanisha hapo unatakiwa kuwa makini, unaangalia huyu mtu anazijua shida zetu, anazijua changamoto zetu, kwa hiyo utaweza kupiga kura ili kumpata kiongozi ambaye ni sahihi. Sababu ya 3 ya msingi na ni ya mwisho, kuimarisha demokrasia. Kushiriki kwenye uchaguzi ni sehemu ya utekelezaji na haki yako katika katiba ya nchi na kuimarisha demokrasia yetu katika nchi yetu ya Tanzania. Kukutana na mtu huko njiani, wewe ndo mwalimu kama kijana, mama, mzee, mlemavu, mhamasisha katika kuja kujiandikisha katika daftari la kupiga kura. Wakati ndio huu nafasi ndio hii kuchagua viongozi bora wenye kuweza kutatua matatizo yenu katika jamii yenu. Nashukuru sana Karani kwa kuelimisha, ama kweli usilijua ni sana usikuagiza. Nitakuwa miongoni mwa kuwa wakala mzuri katika kuhamasisha watu wajitokeze kwa wingi kwa ajili ya kujiandikisha kwenye daftari la kudumu. Maana mimi nilikuwa nalipinga sana na mkoa wangu. Sawa, karibu sana. Tunaimani tutakuja wengi katika kujiandikisha. Eti mapenzi unayonipa sijawahi kupata sehemu yoyote zaidi yako mamilo. I love you. Umevako zinatema hapa. Nakupenda. Ningekuwa mwibaba sita nini? Watano. Sasa kikija ukiseti ukiokeo. Changamka basi na wewe. Ka? Mtoke. Mimi nataka kurudia. Oh.
Umeninawisha wakati kuna kijiko alafu ni wale maharage. Chai ulikunywa? Sasa ningekunywa vipi wakati ulimaliza vitafuna vyote? Njoo ule milo sina njaa sana. Yaani mimi hadi najuta. Sikuwa hata nikatisha masomo yangu kwa ajili yako. Kwa nini sasa hivi nakushinda na njaa wakati kote nilikuwa nakula milo 3 kwa siku? Eti unakaa kabisa unasema eti najuta. Unajuta nini? Mimi nilikuita kwangu. Si shobo zako. Njaa za kwenu zikakuponza vichipsi vile vitatu. Haya tayari unaanza kuongea hapa upumbavu. Na sasa hivi inapoendelea hata huu mlo mmoja nitaukata nusu. Na nikiona hali inaendelea kuwa mbaya robo. Utakuwa unashinda ndani huko una njaa kabisa. Jinga kweli wewe. Na hapa huli tena. Yaani hapa huli. Utaendelea kuona hivyo. Jomba. Nasi haya unaoyaongea ni kweli au nimesikia vibaya mjomba? Mjomba, hamna tunapiga tu story mbili tatu. Mjomba, story unamsimanga mwenzio? Alafu mjomba, huu unyanyasaji wa kijinsia mjomba. Unakula peke yako. Mjomba wangu pale hali unamsimanga. Mara kwa anakula mlo mmoja, unampa milo 3. Mjomba ndio tuvumilia mjomba. Mjomba tu umenisikia vibaya lakini nisamee ndio hivyo nimepitia. Kwa mjomba utuzi wangu mimi kwa kusikia vibaya wewe? Nimepitiwa tu mjomba. Nimepitiwa. Unajua mjomba mimi yani umri wangu ulikuwa bado kuingia kwenye masuala ya ndoa. Imetokea tu. Kumbuka ulimkatisha masomo. Ndio hivyo mjomba imetokea. Na nimetumia gharama kubwa sana kwa ajili ya kukutetea mjomba. Unaijua hiyo? Sitaki kabisa. Na iwe mwanzo na mwisho. Na wewe mjomba wangu mbona husemi siku zote kama haya yanaendelea? Niko naogopa mjomba atanipiga. Ni bora akupige lakini umefika mimi ndio mama yake. Mimi ndio? Sasa angalia hivi kweli mama yako leo akija akakukuta hivi inakuwaje? Iwe mwanzo na mwisho. Nyinyi mpo kwenye mkono wangu mimi. Sawa? Mjomba, mimi niombe radhi, haitojirudia tena. Wala kuja kusikia kinywa changu kikatamka hayo maneno. Ni makosa madogo tu. Unajua mimi sikuwa tayari bado muda wangu ulikuwa bado wa kufika kuishi na mwanamke. Lakini imejitokeza lakini tajifunza. Nisamee kwa haya leo niliozungumza, hayatojirudia tena. Nasitaki ajirudie tena. Hamna shida, haitojirudia tena. Nisamee kwa hilo mjomba. Samahani mjomba, kwani ulikuwa umetoka? Mjomba umenikumbusha kitu cha muhimu. Mjomba nimetoka kwenye vituo vya kuandikisha daftari la kudumu la mpiga kura. Nimeenda kwa wakala. Kwa kweli nilikuwa nalipinga sana ili swala mimi mwenyewe binafsi, lakini kwa yale nilioelezwa kwa kweli nataka niwe balozi kwa ajili ya kuhamasisha wengi waenda wakapige kura. Ndio maana nimekuja na mjomba wangu nimepitia ili aende naye akajiandikishe. Sasa. Yaani mjomba nafikiri unitoka katika hayo mawazo yako. Labda nikwambie. Huwezi kuja kuona hatua yangu nikatoa nikaenda kasije kwenye masuala ya kujiandikisha au nini. Siwezi fanya huo ujinga kwa sababu sioni faida yake. Cha kwanza. Sioni kitu nikapoteza muda wangu niache kwenda kwenye shughuli zangu eti niende nikajiandikishe kwenye daftari la kudumu la mpiga kura. Hiyo kamwe mjomba. Hata hadi kiyama sitokwenda kujiandikisha kwenye daftari la mpiga kura. Jomba, tulia nikwambie mambo mazuri sasa ambayo wewe huyajui. Ukishaenda kujiandikisha daftari la kudumu la mpiga kura, kwanza utachagua kiongozi unayemtaka ambaye mwenye kukuletea maendeleo katika mji wako ama katika mtaa wako. Mjomba. 2, itaepusha hata huu unyanyasaji unaoufanya, maana kuna elimu nyingi juu ya kujiandikisha kwenye daftari la kudumu la mpiga kura mjomba. Tatizo mume wangu ni kijana mdogo lakini unakuwa na itikadi za kizee. Haya ni mambo ya kizamani.
Jamani, ndugu zangu wakazi wa mtaa wa Amani, kama tulivyoambizana na matangazo tuliyasikia, nashukuru tumefika, japo sio wengi sana, lakini nyinyi mliofika ndio muhimu zaidi kwa serikali yetu. Mimi kama balozi, kama mjumbe, nafurahi sana kuona naitikia wito kiasi hichi. Niliwaambia tutakuwa na ugeni, utafika, ni kweli umefika. Nisiwe na maneno mengi sana, mnanijua mimi uwaga nazungumza sana. Nisiwe na maneno mengi sana. Labda nimkaribishe dada hapa, ajitambulishe majina yake na mumjue nani, atuambie alionayo. Karibu. Asante sana balozi kwa kunipa nafasi hii. Kwa wanaitwa Sabina Ramadhani, ni karani wa mtaa wa Amani. Nashukuru sana ndugu wananchi kwa kuja kujitokeza. Mimi nilikuwa na shauri au nilikopo na kuja kutoa semina, kuja kujiandikisha katika daftari la kudumu la kupiga kura ili kuweza kuchagua viongozi sahihi katika kata yetu na mkoa wetu na taifa letu. Naombeni mjitokeze kwa wingi kuja kujiandikisha katika daftari la kupiga kura. Asanteni sana. Umeona bwana? Hivyo ndivyo inavyokuwa. Nishukuru kitu kikubwa zaidi. Bwana Mgunda naye kasikia wito wa mkutano huu. Bwana Mgunda ni mbishi sana kwenye swala la kujiandikisha. Alafu umechelewa kidogo sana. Kalani katoa maneno mazuri, kahutubia vizuri. Unaona? Bwana Mgunda, Ndio. hebu kilichokuvutia zaidi ni nini hadi umefika kwenye mkutano huu? Kwanza niombe radhi kwa yale yaliyojitokeza, lakini niwaahidi kitu kimoja. Kuanzia sasa mimi nitakuwa mwananchi bora na nitakuwa balozi wa kuhamasisha wananchi wenzangu katika kwenda kujiandikisha kwenye daftari la kudumu la mpiga kura. Safi. Lakini pia leo hii nimegundua umuhimu wa kitambulisho cha kupigia kura. Kwa sababu naamini viongozi wetu, wenye viti wetu, madiwani wetu na rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan muhimu katika maendeleo ya kata yetu ya Mkungu. Hivyo basi nimegundua kwamba viongozi wetu wanafanya kazi kubwa sana. Sasa mheshimiwa diwani wetu Daudi Mkandi anapambana sana kila siku kuleta mafanikio katika kata yetu ya Mkungu. Lakini pia tuna vijana wengine nimefuatilia wanafanya kazi kubwa. Mwenye viti wa vijana kata ya Mkungu hivi CCM Ellen Wilson Mpolo kiukweli anapambana. Wamenifanya niige mfano kutoka kwao. Lakini pia tunaye mbunge wa Dodoma mjini Anthony Peter Mavunde. Kwa hivyo basi niwaambie mimi nitakuwa balozi mwema sana. Tunasema mjanja Kajiandikisha. Mjanja Kajiandikisha.